Oya, leo kijiweni pameruka cheche na ule mchezo wa Hazari sasa hivi unazikwa jumla mwanangu. Mambo vipi mdau wa G Hamasa? Kama kawa, mzee wa ubuyu na dondoo za moto kapandisha mzuka wa hatari kijiweni. Karibu tuendelee tulipoishia. Upande wa pili, Fidan anamtaka Berat ampe nafasi. Social distance please. Hapo hapo dogo Samet na mdogo wake wakawa wanachungulia kwa mbali na kupiga majungu. Oya, yule anamnyemelea dada yetu Fidan. Hilo jambo halinipendezi hata kidogo. Ili kumkomesha Berat, dogo akatupa mtego wa kitoto. Akaenda kumwambia Berat, oya, dada Fidan anakusubiri kule ofisini kwa Devran. Berat akajaa kwenye mtego mzima, akaruka kwa furaha, oya, nakuja fasta mwanangu. Alipoingia ofisini, akakuta Fidan hayupo, bali amevamiwa na madogo wawili waliomkazia macho. Samet akamwambia, sema unataka nini ili umwache dada yetu? Berat akacheka, oya, ninyi madogo mnaigiza filamu nini? Samet akawaka, ukitaka ni kuheshimu, kwanza usiniite Samet, niite Bwana Samet, na usiposogea mbali na dada, nitakutandika makonde mazito. Mdogo wangu hapa ni shahidi. Berat ili kuwapoza akasema, tulieni madogo, mimi na dada yenu hatuna mambo hayo. Kwanza, Fidan sio aina ya mwanamke ninayevutiwa naye. Not my type, ni mkorofi, msumbufu na anakera kinoma. Mwanangu, kabla Berat hajamaliza sentensi yake, akashangaa madogo wanacheka chini kwa chini. Akawauliza, oya, kwani Fidan amesimama nyuma yangu sasa hivi? Madogo akaitikia, ndiyo, yupo hapo. Berat kugeuka nyuma, akakutana na macho ya dhoruba ya Fidan. Fidan akamtolea povu la hatari. Wewe ni mshenzi, nimeshasikia kila kitu, mawazo yako na dharau zako juu yangu. Berat akaanza kupapatika kama kuku waliomwagiwa maji ya Fidan. Mungu wangu, sio hivyo, nilikuwa nadanganya tu ili hawa madogo wasilete vurugu mjini. Fidan akamwambia, usimsingizie mtu, mimi na wewe hatuna mbele wala nyuma. Noma sana. Wakati mzozo wa mahaba ukiwa umepamba moto, ghafla simu ikaita. Ikawa ni taarifa kutoka kwa Mesut kule hotelini. Berat, mambo yameharibika. Devran na Azize hawapatikani kwenye simu kwa saa mzima sasa hivi. Hazar amegundua kuwa tunamfukuza na amewekea mtego wa damu Devran na shemegi yetu. Hapo ndipo Fidan aliposahau hasira za mapenzi, akamshika shati ya Berat. Oya, unajua nini? Twende fasta msituni tukawaokoe watu wetu. Kama yule shetani Hazar amewafanya kitu, hasira zangu zote nitamalizia kwako. Berat akamwambia, sawa, lakini Devran kaka yangu ni simba, yule Hazar ni muoga anayepitia nyuma. Fidan akamfokea, kaza gari hiyo, twende fasta. Mambo yakahamia nyumbani kwa akina Fidan, ambapo mama yao alikuwa na wahoji madogo. Samet akasema, mama, dada anadanganya. Jana usiku kucha alikuwa na mdogo wake Devran msituni kutafuta watu. Kuna kitu kinaendelea kati yao. Fidan akawaka, oya wewe mtoto, nitakufanya kitu kibaya sana. Mimi na yule Berat hatuna uhusiano wowote na haiwezi kutokea. Madogo akamcheka, aha, unakasirika kwa sababu unampenda. Fidan akapiga yoe, simpendi huyo Zuzu. Ghafla mlango ukafunguliwa, akatokea Berat mwenyewe akiwa amevalia suti yake ya kishua. Madogo akawaka, oya, umefuata nini huku tena? Berat akatabasamu kwa adabu akasema, mimi nimekuja kama mjumbe mwanangu. Kaka yangu Devran na shemegi yetu wamewaandalia chakula cha iftar. Nimekuja kuwapeleka kule hotelini tukafurahi pamoja. Mambo ni moto. Mwanangu, dondoo ya leo inatupa darasa tamu sana la maisha. Ulimi unaweza kujenga mnara wa mahaba, lakini ulimi huo huo ukiteleza unaweza kubomoa jumba la uaminifu. Berat alitaka kuonekana mbabe mbele ya watoto, lakini maneno yake yalimponza mbele ya mwanamke anayemzimia chini kwa chini. Katika maisha na mapenzi, kuwa mkweli kwa unachokihisi. Usifiche hisia zako kwa dhihaka, maana pindi ukweli ukifunuliwa, unaweza kuonekana mbele ya macho ya yule unayemthamini. Oya mdau wa G Hamasa, unadhani Fidan ataendelea kumgomea Berat na kumuita Zuzu, au ule mwaliko wa iftari ya pamoja utakwenda kuyeyusha barafu la mioyo yao? Dondosha maoni yako hapa chini. Kama unadhani madogo wanazingua kufuatilia mambo ya kikubwa, piga like ya nguvu hiyo, na usisahau kusubscribe hapa G Hamasa kwa ajili ya sehemu inayofuata inayokwenda kumzika Hazar jumla. Comment next tuwahi. G Hamasa, sisi hatulali. Tukutane dondoo ijayo. Mambo ni moto.